ICPS TV. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Naam, mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana na kukaribisha katika ICPS TV. Karibu sana. Ndani ya ICPS TV utapata kujua mambo mengi sana yanayohusiana na hii ICPS TV. Kabla ya kuendelea kidogo, nini maana ICPS? Maana yake ni Institute of Continuing and Professional Studies. Ni chuo hiki ambacho kinasomesha fani tofauti na kipo chukwani Zanzibar, na kimeanzisha media yake maalum kabisa ambayo tunaita ICPS TV. Kwa hiyo karibu sana, jisikie huru, utapata kujua masuala mbalimbali kuhusiana na elimu. Mimi naitwa Salmin Juma Salmin, wako mtangazaji na mwongozaji wa kipindi hiki, na leo tupo katika kipindi cha Education Hub, na hapa tupo na mada mahsus ambayo inazungumzia umuhimu wa fani ya Project Planning and Management, na tupo na mkufunzi lakini pia ni afisa mhakiki wa ubora kutoka chuo hiki cha ICPS, namzungumzia Mr. David Enrique Kijogoo. Tutazungumza mambo kadha wa kadha. Kuwa nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Naam, sasa ni mkaribishe mkufunzi wetu Mr. David. Vipi hali yako bwana? Habari zaidi? Unajisikiaje? Salama. Hongera bwana. Mimi nakupa hongera kwa kuwa mkufunzi ndani ya chuo hiki cha ICPS. Asante sana. Karibu sana ndani ya ICPS TV. Asante. Karibu kwenye studio zetu. Jisikie huru bwana. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, tunazungumzia umuhimu wa fani ya Project Planning and Management. Na baada ya kuuliza uongozi nikaambiwa wewe hasa ndo mhusika wake. Naam, kwanza kabla ya kuendelea tupate tuhakikishie watazamaji wetu, je, wewe ndio mhusika kweli wa fani hii na wewe ni nani? Maana mimi nimetambulisha sehemu kama ni mkufunzi tu. Ni mkufunzi wa somo gani? Je, fani hii au inakuwaje? Karibu kwanza wasalimie watazamaji na uelezee hilo. Asante sana ndugu mtangazaji, kama ulivyonitambulisha awali, kwa majina naitwa David Enrique Kijogoo. Ni mkufunzi lakini pia ni afisa wa kiki ubora wa chuo cha ICPS kilichopo Chukwani Zanzibar. Kama ulivyonitambulisha awali, hapa mimi ni mkufunzi na hususan na somesha masomo yanayohusiana na usimamizi na upangaji wa miradi, yani project planning and management. Kwa hiyo ni hakika kabisa hujakosea. Samahani, Kiswahili chake kinasemaje hiki? Ni usimamizi usimamizi na upangaji wa miradi. Usimamizi na upangaji wa miradi. Sawa. Naam, mtazamaji, kama tulivyokwambia na umemsikia Mr. David mwenyewe akizungumza. Sasa Mr. David, hebu tuingie katika mada yetu. Mada yetu ni umuhimu wa hii fani ya Project Planning and Management, maana upangaji, usimamizi na upangaji wa hii miradi. Sawa sawa. Tunapozungumzia Project Planning and Management, nini hasa maana yake? Okay, asante sana. Kama nilivyosema awali, tunapozungumzia Project Planning and Management, yani ni upangaji na usimamizi wa miradi. Kupitia fani hii inamwezesha mwanafunzi au tunaita graduates wahitimu kuweza kuwa na uwezo wa kusimamia na kupanga miradi katika level tofauti tofauti, hususan miradi ya maendeleo ya kijamii, yani tunaita community development projects. Tumefanya utafiti kwa sasa hivi, hii ni miongoni mwa fani ambayo ni very marketable kwenye soko la ajira. Yani ni fani ambayo ina soko la ajira ukikompea na fani nyingine, kwa sababu miradi ni mingi. Serikali yetu ya Mapinduzi inatekeleza miradi mbalimbali kupitia uchumi wa blue, lakini pia sekta binafsi kuna miradi mbalimbali inafanya. Kwa hiyo umuhimu na ubora wa fani hii kwamba unamwezesha mtu ambaye ana graduate kuweza kusimamia miradi mbalimbali. Lakini sio hivyo tu, uzuri au ubora wa fani ya Project Planning and Management, mtu au graduate atakuwa na uwezo hata kujiajiri mwenyewe. Tunaona katika nchi mbalimbali na Tanzania sisi tumeanza sasa hivi hicho kitu. Watu wanaanzisha different firms, kampuni mbalimbali kwa ajili ya kuandaa. Samahani kidogo kwa kukata kauli. Swala langu la pili ndio lilikuwa linakuja hilo. Je, mwanafunzi anapohitimu somo fani hii ya Project Planning and Management, sawa, anaweza kujiajiri yeye mwenyewe? Bila shaka.
bila shaka. Uzuri fani hii ni tofauti na fani nyingine kwamba ni lazima uajiriwe. Tunaona kuna baadhi ya fani ukisoma manake ni lazima uajiriwe. Lakini uzuri wa project planning and management sio kuajiriwa tu, hata mwenyewe unaweza ukajiajiri. Kuna firms mbalimbali sasa hivi ambazo zinafanya masuala ya consultancy, yani kutoa ushauri wa kitaalamu, lakini pia kuandika miradi pamoja na kutoa training and short courses ambazo zinahusiana na masuala ya miradi. Naam, kuna wazazi bila shaka watakuwa wanatuangalia. Naam. Wanataka kujua, je, ni sahihi kabisa kumleta mtoto wake ICPS na fani hii? Ni sahihi. Ni sahihi, na nasema hili kwa tathmini ambayo nimeifanya. Tumefanya tathmini, product ambayo tunawezalisha ICPS ina utofauti mkubwa sana na product ya vyuo vingine. Kwa bahati nzuri nimeweza kusimamia wanafunzi ambao wanapenda kufanya mafunzo ya vitendo, yani field practice. Katika sehemu mbalimbali tunaona utofauti wao na tunaona ubora wao baina yao na wanafunzi wengine ambao wanakwenda kufanya field. Mwanafunzi ambaye anasoma ICPS katika fani mbalimbali, nitatolea mfano a project kwa sababu ndio mada yetu leo. Ndio mada yetu leo. Sawa. Wanakuwa wana knowledge na wako very competent ukikompare na wanafunzi wengine. Kuna sehemu nilishawahi kwenda mpaka yule supervisor aliniuliza, "Chuoni kwenu mtoi short courses?" Yani anatamani at least naye aje kupata knowledge kidogo kuhusiana na yule. Mr. David, hofu yangu isije kuwa wewe unatokea katika chuo hiki cha ICPS halafu ukawa unajua kila mwamba ngoma huvutia kwake. Kwa kidogo unajisifu. Sasa ili tuthibitishe maneno yako, unaweza kutuambia kwa mifano hai, mumeuthibitishaje ubora wenu ukawa tofauti na wengine? Asante sana. Kwa mifano hai kabisa. Labda kuna mwanafunzi aliyewahi kujiajiri baada ya kumaliza hiyo, au uliwahi kwenda kumuona mtu. Nisikufungulie, lakini wewe mwenyewe unajua namna kueleza. Kuna mifano hai? Mifano hai ipo. Mifano hai ipo, na kwa bahati nzuri inazidi kutokea kila siku. Yupo mwanafunzi wetu mmoja hapa, bado anasoma. Siwezi kumtaja jina kwa ajili ya privacy yake, lakini ameweza kufungua kampuni ambayo inajishughulisha na masuala mazima ya kutoa ushauri wa miradi, lakini pia na kuandika miradi. Sasa tunaona mtu kama huyu kwanza ameweza kujiajiri yeye mwenyewe, lakini pia ameweza create nafasi za ajira kwa vijana wasiopungua 10 pale. Kwa hiyo mifano hai ipo kwenye hilo swala. Asante sana. Hii fani ya project planning and management wa chuoni kwenu inafundishwa kuanzia level gani hadi level gani? Okay, kwa chuoni kwetu tunasomesha fani hii kuanzia level ya certificate hadi diploma mpaka sasa. Japokuwa chuo kipo katika utaratibu na mchakato wa kuweza kuendeleza fani hii mpaka katika ngazi ya degree ya kwanza, yani bachelor degree. Naam. Nitakupa nafasi ya mwisho kwa sababu ya muda wetu, just uwaage watazamaji, lakini nimkumbushe kwamba mtazamaji popote pale unapotuangalia, kumbuka kwamba tumo ndani ya Education Hub, kipindi hewani, na tupo na mkufunzi kutoka chuo hiki cha ICPS, Mr. David Enrique Kijogo, na fani ambayo tunaizungumza hapa ni fani ya project planning and management. Tunaangalia umuhimu wake. Sasa Mr. David, wakati tunamalizia mazungumzo yetu, unapenda kuambia nini wanaokutazama? Asante sana. Ningependa kuambia watazamaji wetu wa ICPS TV kwamba nawakaribisha katika chuo chetu cha ICPS. Ikiwa mwanafunzi ambaye amemaliza form 4, na kwa bahati nzuri form 4 amemaliza juzi, matokeo yametoka miezi hapa ya nyuma. Kwa hiyo nawakaribisha wanafunzi wote, lakini pia kwa bahati nzuri chuoni kwetu tuna mpaka wafanyakazi ambao wapo makazini lakini wanajiendeleza. Hicho kitu tumekiangalia na tumeangalia fursa kwa upande wao. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha Watanzania wote, Wazanzibari, wanafunzi na wazee kwa ujumla. Hivi ICPS ipo Chukwani sehemu gani mtu akitaka kuja? ICPS ipo Chukwani, na kwa bahati nzuri chuo chetu kipo center. Tulizingatia hicho kitu kwenye strategic. Yani kama unatokea Chukwani unafika, ukisema utokea uwanja ndege pia unafika. Kwa ambaye anatokea Chukwani kuna kituo kinaitwa Msikiti Mwekundu. Ukishuka tu pale utaona bango moja kwa moja linaelewesha au linakudirect sehemu gani ambapo chuo kipo. Lakini pia kama unatokea kwa upande wa uwanja ndege, ukishuka mwisho wa daladala
ukisogea katika njia ambayo kama inaelekea Baraza la Wawakilishi, kuna bango pia linakuonyesha sehemu ambayo chuo kilipo. Kwa hiyo ni kipo center, sehemu yote kinafikika. Asante. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Uje bwana katika studio zetu. Asante sana. Asante sana. Naam, mtazamaji, hatuna la zaidi. Kumbuka tumo ndani ya Education Hub na hapa ndio tunafikia tamati, yani tunatia nanga kwamba tumemaliza. Kumbuka kwamba mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi chingine. Mimi naitwa Salmin Juma Salmin. Tulikuwa na Mr. David Hendrick Kijogo ambaye ni mkufunzi lakini pia ni afisa mhakiki wa ubora kutoka chuo cha ICPS. Hatuna la zaidi. Karibu sana ICPS TV. ICPS TV.